Na hiyo ndoto niliota nikiwa chini ya bahari, nilikuwa napigana na spiriti 3 ambazo zilikuwa zinakaa kama samaki. Samaki wakubwa sana, walikuwa ni kama mashaka. Na najiona niko chini ya bahari kule chini kabisa. Lakini nilipigana hiyo vita, mimi naona sina miguu na naona pia mimi mwenyewe nakaa kama samaki. Lakini nilipigana hiyo vita mpaka nikaachilia nimetoka. Nikakanyanga huko ufueni kwa matope, nikaona nimetoka. Lakini nikitoka bado nilikuwa najisikia miguu nimechoka, hata kutembea siwezi kutembea juu ya kuchoka. Niliamka na nikashtuka sana, nikashindwa hiyo ndoto inamaanisha nini, kupigana chini ya bahari. Lakini nikakuja nikakumbuka jambo na nikaona venye apostle aliniambia huo ni ushindi. Tena Yesu makofi jamani. Kama una muujiza, wewe piga makofi yako itakuja. Ni wewe hauna. Mtu amebarikiwa. Acha nikuwe na kiwaru kila kitu. Mshindwa kuopa alafu unakataa kupiga makofi. Alafu hiyo siku hiyo Monday asubuhi tena kabla sijaamka, nikaota pia niko kwa kisima nachotea watu maji, nikiwapelekea nachota maji nikipelekea watu tofauti, wanaoga, wengine wanafua nguo, wengine wanapika. Mimi navuta maji napelekea watu, navuta maji napelekea watu kwa kisima. Alafu pia leo nayo kuamkia asubuhi nimeota nimepewa wallet. Piga ni Yesu makofi. Sasa angalia. Ameota akipigana na mashaka, ameota akifanya nini? Akichota maji akiwapatia, sasa amepatiwa wallet. Sasa muangalieni vizuri, maana next time tutaenda kubariki gari yake pale chini. Wewe kama umekaukiwa tu hapo. Hata makofi umekaukiwa mpaka makofi hauna. That is a transition because God has remembered. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa nikifikiria kwenda church. Hiyo wiki sitapata hata shilingi 10. Nikifikiria kutoa dhambihu, hiyo mwezi sitapata hata shilingi 10. Nitapitia kukosa kabisa. Sasa Sunday asubuhi niliamka, nikawa kuna sauti inaniambia usiende church. Leo pumzika. Hata ukienda kwani apostle atajua hauko. Yaani sauti ilikuwa inaniongelesha, nimekaa kwa kiti. Mpaka msichana akaniuliza, kwani mamule au uendi kanisa leo? Nikamwambia sijisikii. Lakini nimekaa hivyo nikasikia sauti nyingine imeniuliza, kwani unaenda kanisa juu ya apostle? So nikaamka na nikajitayarisha, lakini nilikuwa kungangana. Kwenda siku hata na fare, nikasema nitafufuliza. Kwenda kwa nduka kufuliza pesa, nilikaa kama 30 minutes imekataa kutoka. Ya kufuliza? Iliogopa, ilijua umebarikiwa. Ilikuwa inakataa kabisa kutoka. Mpaka huyo manda mwakaniambia, basi labda uende ujaribu mahali pengine ama urudi kwa nyumba juu imekataa. Nikasema hapana, nikasimama hapo nikajaribu, ikatoka. Kutoka kuja kuingia kwa gari Githurai, mimi nimekaa chini naona gari inaenda kuanguka. Gari ikipitia service lane naona ina miss kwa service, itaanguka kule chini kwa highway. Hata nilikuja kama nimefunga macho juu nilikuwa naona accident tu. Kufika hapa bus station, mimi sijui nini ilitendeka. Badala ya kukuja hivi, nilianza kuchagua mitumba ya urara wapo. So nikichagua mitumba nikasikia sauti kiniuliza, ulikuwa unakuja huku ama ulikuwa unaenda kanisa? Hata hiyo urara niliacha angusha chini, hata sikuangalia. Ilianguka chini mwenyewe akaniita, hata sikuangalia nyuma. Ndio nikakuja na nikapata ilikuwa ni worship. So nikitoka jioni ndio nilikuja nikajua kuna kitu shetani alikuwa anazuilia, alikuwa anajua itakuja kutendeka Sunday. Kwa hivyo alikuwa anazuilia isikuje kufanyika. Ndipo asubuhi nasikia sitaki kuja kanisa, naenda kutoa pesa inakataa, naingia kwa gari naona ninaenda kuanguka na gari. Nashukuru Mungu, hata sijui niseme nini. Sijawahi enda kwa kanisa. Nimeenda kanisa nyingi mpaka Mombasa nimeenda. Lakini sijawahi enda ikatendeka kwa haraka hivyo. Simeona hiyo. Woga tu. Another one. Somebody else, mpigeni makofi.
Somebody else? Praise God. Naitwa Juliet Waithera na niko na testimony. Ongeza volume. I have a testimony. Najua niko in my season of restoration, and nimekuwa nikiona the goodness of God mostly in the spiritual realms. Na Mungu pia akiponya maisha yangu, kuna vita mingi sana nimekuwa nikiona akinipigania. Lakini zote mimi huziona in the spirit. And I am really trusting God now to see the physical manifestation. Kuna saa nilikuwa apostle niambia niko na near success syndrome. So nakwanga nimejaribu so many things, alafu ikikaribia kutimia kuna nyamaza tu. There's no apology, there's nothing. You're qualified, but hakuna kitu yutendeka. So unajaribu tena. Ikikaribia tena kusucceed, kuna nyamaza. And in some cases unapata umetumia so much money, or umejaribu applying for schools outside the country, in the country. Zingine hadi kwa ndoto unaona you have won the scholarship, but ikikuja ikikuja sasa you're supposed maybe to go, kunakuwa tu na silence and hautapata any response. So unakuwa nilikuwa naenda kukuwa very sad, frustrated, naingia depression, and then again Mungu ananipatia nguvu, ninaanzia all over again. But sasa I am trusting God that hiyo pattern atanivunjia, and hii season ya restoration haitakuwa hijacked tena. Yeah, hata nimechoka kukaa in the same place, and whatever God has been doing in the spiritual realms, I am trusting him that it will manifest in the physical realms. Yes. Praise God. Okay, kwa majina naitwa Victor. Pia mimi nimekuwa kwa hiyo season ya kupigana vita. Nilipokanyaga hapa sikujua ni nini, lakini sasa wakati nilikuja I knew I'm in my testing time. So I've been battling so much for quite a long time, but I also believe this is my restoration time, because there are some dreams nimeona ambazo zinaashiria ushindi, lakini bado kuna vita. Kama juzi kuna wakati something like a month ago nimeona, nilikuwa nakuja nikakuta mti iko na matunda na matunda imeiva. Nikasema so kumbe it's my time to eat of my fruit. Wakasonga mbele, ikawa ni kama kuna ndizi ambayo imeiva, sasa nataka kuikata. So wakati nilienda kutaka kukata, kuna mtu alinizuilia na akachomoa, lakini hakuenda nayo, alienda akaiangusha. So I've been battling, and I went in a territory whereby kuna vita. So bado hao watu wanapiga vita. So hata Sunday I believe apostle that word was mine, ile yenye ulisema there is someone who's been deep in witchcraft. Yes, na ukakataa kusimama. Unajua sijui that word iswali ilikuja ni someone has been, nilielewa ni kama mtu amekuwa mchawi, unaelewa? But wakati nilienda nikafikiria na nikajua hii ni mimi, kwa sababu personally sija participate kwa uchawi, but spiritually nimehusishwa, kwa sababu unajikuta unafagia, unajikuta unafanya tu vitu fani kwa ndoto. I knew life is spiritual and lazima ni mimi ndio nimehusishwa. So I believe that word it was mine. I knew. Not only believing, I knew it was you. So wakati nimekuja, hata nilikuwa nataka nikuone ili niambie the word, lakini naomba msamaha kwa sababu sikukuja, but nilielewa vizuri. Na usikuje. Naomba unisamehe. Nimekusamehe. You are forgiven. I believe it's my season and I'm trusting God. Wakati niko kwa madhabahu, ninakanusha vita yote ambayo napigwa na nitaingia. Bwana asifiwe. Naitwa Esther, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Wakati nilikuja hapa
nilikuwa nimekaa kama miezi 6 sijawahi enda kanisa. Sababu nikienda kanisa nilikuwa napitia changamoto zaidi ya venye nilikuwa bila kuenda, mpaka nikasema sitaenda kanisa tena. Nikaamua sasa hata huyu Mungu sitamtafuta. Nimemtafuta miaka mingi, nimetoa dhabihu, nimemtumikia. Mimi ni muimbaji. Ilifika mahali nikasema hata hii uimbaji ni kama ni mimi nilijituma, sijaitwa. Wakati nilitazama apostle, nikafuatilia akifundisha, nikasema hata hii mambo yote anafundisha by the way nimezifanya. Kwa familia yetu nimengangana sana. Hakuna kitu ina happen. Lakini nikiombea mtu mwingine especially wa familia anaenda anafanikiwa. Sasa mpaka ilikuwa inafika mahali wananiuliza, wewe uliniombea kitu fulani ka happen, mbona wewe ujiombei? Sikuwa na explanation. Sasa tangu nikuje hapa, Mungu ametuhurumia, amefungua familia yetu. Nimeishi kuombea watoto wetu. Wawili niliwaleta hapa kanisani wakaombewa, wameachana na pombe. Kazi yangu ilikuwa imekwama. Sasa nimeona ikiamka. Kijana wangu alipata B plane form 4. Mtoto akaitwa shule na akaenda Nairobi University. After miezi 2-3 akakataa hiyo course. Akajaribu kubadilisha, ikazindikana. Ile course alikuwa anataka kufanya medicine, hajafika. Nikamwambia aingie parallel, Mungu ataprovide. Tukafanya hesabu, akaniambia hapana. Hii nitasoma mwaka mmoja ulemewe. Haitawezekana. Ana apply nursing, akiitwa siku ya kufika kuenda anakataa. Sasa mimi nikawa nina uchungu kwa moyo. Yaani hakuna kitu nafanikiwa, si kazi, si watoto, si nothing. So wakati nikuja hapa niliambia Mungu, kama hutanikumbuka wakati huu, mimi nasahau. Nashukuru Mungu, nimeona mkono wake, nimebarikiwa. Uko hapa umengangana, uko hapa umeomba Mungu, unaona ni kama maombi yako yajibiwi. Gojea Mungu, mtumainie Mungu. Apostle akikuambia ile kitu atakwambia, nilikuwa nasikia sauti inaniambia ati nimekataliwa na mchanga. Hiyo kitu sikuwa naelewa. Nimekataliwa na mchanga. Sasa nasema ama niende niokote tu mchanga anywhere, niombe. Nasikia hapana. Wakati nilikuja apostle akaniambia, enda unilete mchanga ya kwenu. Na hivyo ndivyo tulikombolewa. Akikwambia kitu usishuku hata kama ni nini. Bwana abariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mwana wa Mungu. Nami nina furaha sana siku ya leo, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yangu. Ningependa mjue watumishi hupitia mabaya na makali. Huyo mama alikuwa muibaji na hakuwa muibaji wa pande ile ingine. Ni muibaji anaoibia Mungu. Lakini changamoto zinapata wale wamechaguliwa na Mungu. Nimetoka upande wa Kiseria na hudumu na kanisa wa Vision of Faith. Mimi ni mchungaji naitwa Grace Wamboi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Lakini nilikuwa na mambo ambayo ilikuwa inanisubua sana. Na wakati nilitazama nabii katika inaitwa page ya anaitwa YouTube. Simon K. Nikamtazama mara moja. Na hiyo story nikamaliza. Lakini kuna sauti ilikuwa inaniambia nenda ufunguliwe. Ningetaka mfahamu ya kwamba kila mtumishi ama mchungaji ana zile nguvu ambaye amepewa na Mungu ambapo huwa zinatumika. Ninaweza kuwa na kipawa cha kuponya lakini sina kipawa cha ukombozi. Nilipofika hapa nabii akaniombea. Na aliponifanyia deliverance nilisikia nimetembea kwingi. Kama kuna kutembea mimi nimetembea. Hata nilikuwa napita hapa naenda na huku mahali kunaitwa sijui Mweki, na nilikuwa napita tu mahali hapa, lakini Mungu akasema wewe pita lakini unapita baraka mahali hapa karibu.
Nilipofika hapa aliponiombea nilisikia kitu ambacho sikuwahi sikia hapo mwanzo wakati nilikuwa naombewa na wale wengine. Na nikasikia nikimzigo kilinitoka kikaondoka. Kilikuwa kizito sana. Hata nilipo huru nasikia hata mwili wangu ni mwepesi. Kufika katika kanisani akaniambia Mungu atakubariki na watu na watajaa. Mimi sande nilishangaa kwa huu Mungu ambaye tunamtumikia, kwa sababu ilikuwa wiki moja na kanisani kulikuwa kumejaa. Kuja nikaambiwa ya kwamba mahali hapa kuna watu wamemzoea Mungu, kwa sababu unakuja siku moja ni kama kujaribu, unasema acha nijaribu, kama kuna Mungu huko wacha niende nijaribu. Ukae ukijua ukikuja ukijaribu hautampata Bwana. Anamjaribu siku ya kwanza anaradarada kwa manabii. Niliambiwa hiyo kitu, kama unataka kubarikiwa mkome kwa hiyo kitu. Mumepewa hata karibu nitorokee huku niye na ojorere huko. Mlipewa mtu mzuri sana mahali hapa. Mumepewa mchungaji wa Bwana mzuri, mnyenyekevu. Mimi hata siku ya kwanza nilikuja nikaona mtu mnyenyekevu. Akarudi akapewa pastor mwingine hapa mnyenyekevu kama yeye. Mama mwingine hapa mwenye furaha na bidii. Hey, huku mumebarikiwa. Na negorera guko no ojorere guko. Ndere okaga guo gacoka ngahioka ithetiguo. Mungu wa uhai awabariki. Mimi nimemuona Mungu. Na kama umekuja na lengo la kumuona Mungu mahali hapa, kwa hakika hautarudi bure. Mahali hapa kuna Mungu. Na wachungaji hata wenzangu, watu wamefinyiliwa, unamtumikia Mungu, hata wengine wamefuga makanisa, lakini mimi nilikuwa nimekwama nikisema, Mungu ninajua kuna mahali utanifikisha, na nikifika pale Mungu utatoa thawabu. Nilifika, mimi nimefika. Ubarikiwe sana nabii wa Mungu. Uinuliwe na Mungu akuweke masiku mengi tumikie watu wake. Pigieni Yesu makofi. Mwingine? Somebody else. Kuna watu kama 5 hivi. Najua mko na ushuhuda. Simama useme. Simama useme. Najua mko hapa. Perega dore kile ugate. Mtu ako na ushuhuda, simameni. Najua mko wengi. Na wapage wengine mpage laini hapa. Najua mmetetewa. Ni Mungu aliniambia niwaambie. Ndio mutagase huyu Mungu. Simama tu hapa. Simpatie mic nyingine. Kwangu mimi ni kumshukuru Mungu. Wakati nilikuja hapa nilikuwa sijielewi mimi ni nani. Bwana asifiwe. Na wakati apostle aliniona akaniambia wewe ni mang'aa. Bwana asifiwe. Na sasa nikashindwa, sasa huyu ananiita mang'aa na hata sijui kwa nini. Bwana asifiwe. Akaniambia unajua wewe unafaa kuwa nabii. Sasa nikamwambia na vile na dharau manabii, sitaki hata kuwasikia. Sitakangi laini zao. Akaniambia kama utaki utapelekana na Mungu. Bwana asifiwe. Na akaniambia enda pale ujiombee. Bwana asifiwe. Na vile nilikuja hapa kujiombea nililia sana. Na nikaanza kuambia Mungu kutoka pale, Mungu haki nimekubali. Najua tu niko kwa mikono yako na unaweza niumba ama unifanye vile tu ungetaka, lakini nimekubali. Na kutoka ile siku nikawa tu nikiomba Mungu, namwambia Mungu mimi nimekubali kuwa kila kitu chenye unataka nikuwe. Bwana asifiwe. Na kutoka ile wakati Mungu akaanza kuninenea, na niseme ameninenea mambo makubwa na ingine ya ajabu siwezi nikasema, lakini ninajua kuna jambo atakuja kutimiza, na hata kanisa yenyewe itakuja kusema ni kweli kuna Mungu. Simbarikiwe sana. Wengine 3 wapange laini hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Grace. Ingine ni Masai Simaloi. Meisi si Yesu. Meisi si Oloitoriani. Hivyo ni kusema Bwana asifiwe. Nimelewa huko, mimi si Masai, by circumstance ilibidi nijipate huko. 1998.
Bwana asifiwe. Amen. Nimempoint hivyo sababu anaelewa hii mambo. Nimelewa Narok, mahali inaitwa Ilkiragarian. Mahali sijui nilisoma hiyo shule inaitwa Ilkiragarian, Narok. Kama unajua Narok kuna mahali panaitwa Nairegi Engare. Huko ndani about 14 kilometers. That aside nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mke, bwana moja, watoto 3, nimekuja na 2. Hii madhabahu nimeona makubwa. Na nimekuja kushuhudia. Kijana yangu ananirusha hivi, amka mam. Shetani ni muongo. Nilikuja hapa mimi maisha yangu na mambo yangu mahali imefika. Nashukuru tu Mungu. Mungu akubariki. Amen. Na ninaendelea kubarikiwa maana ameniambia na ninajua nimefunguka. Lakini hata baada ya kufunguka niko katika vita. Kama leo nilikuwa nakuja na mtoto wangu. Sijui kwa rika yangu kama mnajua mtu kama mimi naweza fanya somersault. Tumefanya somersault. Mpaka tunaanguka tunaambiana haya. Nikaambia ni shetani hataki tuende. Tumefanya somersault aje, tumepata accident. Hebu fanya venye mlifanya. Tulikuwa juu ya motorbike. Motorbike. Nimetoka tukasema tumechelewa, hebu tuitishe motorbike. Tukaitisha motorbike. Funny tu ameingia tu kwa kashimo hivi bounce. Mimi nimejipata nimeanguka. Nikaflip nyuma. Hao wengine tukaanguka. Sababu shetani hataki tukuje. Lakini hamkuumia. Hatujaumia. Thank you. Mtu amegwarwa tu kidogo hapa. Najua tu shetani anajua. Anajua kuna kitu tulikuwa tunakujia. Hao watoto wangu walifanya class 8 last year. They are twins. A boy and a girl. Class 8 tukiwa kule. Wako wapi hawa watoto? Catherine and Cedric, simameni. Cedric na Catherine. Ni hawa. Yes. Kujeni. Yeah, they are twins. Ni watoto wa my friends. So last year, huyu he performed well, but she performed very well. Funny enough, huyu alipata shule before huyu. Just come. Mtaitisha mama pesa ya sabuni. Huyu alipata shule before huyu. Na akaenda shule. Na ni ma twins. They are twins. Mimi nikalia tu, nilikuwa tu nikakuja kule nikalia hiyo siku Sunday. Huyu wako shule 1 week, huyu wako nyumbani. Hana shule, wamesomea private, mnaelewa mambo ya private. Huyu dadi aka manage tu ku maneuver. I don't know, I think he bribed akapata shule. But nikaambia Mungu, mimi this girl is very bright. Mungu sitatoa pesa. Na ninajua mtoto wangu atapata shule. Nilienda na shilingi 500. Bwana asifiwe. Usione 10 bobama 200 ni nini. Nilililia Mungu tukiwa kule. Nikaambia Mungu, kama unavyoishi, mtoto nisimlete down. Cause ilifika mahali mpaka anaanza, mami who I me, all my friends wameenda. Mpaka wale wamepata 350s, 370s. Mami wameenda shule. Niliweka kwa madhabahu. That Monday walienda walicamp kwa shule. Persistence ni mzuri. Walicamp kwa hiyo shule. Walishinda huko, baba yake na yeye ni hapa. Anaambia nyie ndani. Siliwaambia muende. Headmistress akamwambia hatuendi, tunaenda. Walikuja nyumbani na barua a national school na Thank you Jesus. She's in Limuru Girls. Wow. Bila hata 20 shillings. Sikulipa hata 100. Nilikuja nikauliza baba yao, na umelipa pesa ngapi? Sijalipa. Mimi nimepewa barua, hata nimepewa barua kama nikurushie. Akasema na hata kama amenirushia, I know I have a slot. I thank God for that. I thanked God for that. Mimi nilikosa ya kusema, even today nimekosa ya kusema, hii madhabahu, huyu mtoto ni wa hii madhabahu. Hiyo shule nilipewa na hii madhabahu. Hata kuperform wataperform kwa hii madhabahu. Tumepitia mambo mingi, hata kwa saa hii tunapitia mengi. Shetani anatufuata tu. Hata venye mimi nimefanya soma wanacheka mpaka hata huyo ananirusha tu na mami siuende useme kile tumefanyiwa na Mungu. And I know next kile tunaenda kupata. Mungu najua atatutendea. Shika kile mnaenda kupata. In Jesus name. Pokea ushindi. Pokea baraka. Pokea kufunguliwa. In Jesus name. Yes. The God of heaven bless you in whatever you endeavor to do. Katika shule zenu, maisha yenu yote kutoka
na sasa kwenda mbele. Chochote kilichoingilia maisha yenu akiondoke in the mighty name of Jesus Christ. You'll be blessed. In school, you will remain forever blessed. God will come you in Jesus' name. Somebody else.